Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wala takuni al-khamis, usiwe ni mtu wa tano katika hao wanne aliyozungumza. Wewe usiwe ni mtu wa tano ambaye haujui, hautaki kujifunza kumfahamu Mungu, hautaki kusikiliza, hautaki kupenda, itakuwa ni shida. Na hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha umuhimu wa elimu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mambo yote ya mwanadamu yanahitaji elimu. Hakuna jambo lolote lisilohitaji elimu. Hakuna. Kila eneo linahitaji elimu yake. Ndio maana Mwenyezi Mungu atatuambia fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wanaojua yale msiyojua. Usikubali kufanya jambo bila kupata elimu yake. Gari yenyewe iliyotengenezwa na mwanadamu inahitaji elimu ya kuiendesha. Hawezi kuliparamia gari ikiwa hauna utaalamu wa kuendesha gari, utaleta maafa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia idha usnida al-amru ila ghairi ahliha fantadhir saa. Jambo likifika pahala sasa likategemezewa wasiokuwa wahusika, subiri tu kiyama, kwa sababu hakuna usalama baada hapo. Idha qara'ta al-Qur'ana fasta'in billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الفاعل المختار، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake ambaye tumegusia kuizungumzia na tukazungumza kipengele cha kwanza katika yale mambo ambayo ni bora mtu akiwa katika mgongo wa ardhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema jambo la pili ni jihad. Jihad, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika zama zake palikuwa na jambo la jihad, lakini ilifika pahala bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema tumetoka katika jihad ya mapanga, sasa
tunakwenda katika jihadi ya kupigana na nafsi zetu, namna ya kukabiliana na nafsi zetu, namna ya kuminyana na nafsi zetu kwenye yale ambayo nafsi zetu zinataka, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hayuko katika maelekezo haya. Kupambana kwa mwanadamu na nafsi yake na matamanio ya nafsi yake kwenye yale ambayo hapana kumridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ndiyo jihadi inatakiwa kufanyika kwa zama za sasa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama na haditha akaikamilisha hadithi yake akasema, wal kasbu, jambo la tatu ni jambo la chumo. Mwanadamu lazima uwe na kitu chumo, lazima uwe na mazingira ya kujitafutia na kujitafutia kwenyewe. Pia vile vile lazima kutatakiwa kuambatana na ile jambo la mwanzo alilozungumza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akionyesha umuhimu wa ile jambo kwa kuanza nalo katika maneno yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukiwa na tabia ya kutafuta bila elimu, wewe mara nyingi utakuwa ni mwenye kupata hasara, kwa sababu utafutaji una njia zake, una mipangilio yake, na kuna watu waliobobea katika falsafa hiyo. Kwa hivyo ukitaka kufanikiwa katika masala ya chumo, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, watafuteni hao mtapata kufanikiwa katika kutengeneza machumo yenu ili mpate natija katika mambo yenu. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر الفاروق النبي رضي الله، وعثمان ذي النورين الزكي رضي الله، وعلي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويا عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.